kuna sehemu nataka unipeleke. So bodaboda. Gangande kule, gangande kule, aya, gangande kule we, gangande kule, hapa Mwinga ndina litego, aya, gangande kule we, gangande kule we, gangande kule, hapa Mwinga ndina litego we. Wewe kijana una matatizo makubwa sana. Yaani, mshukuru sana Mungu wako. Bila hivyo, familia yako ingepata ajabu kubwa sana. Kuanzia wewe na mkeo, ingekuwa tayari imeshazulika na kile kilichokuwa katika tumbo la mke wako. Mtaalamu, kuhusiana na mke wangu na kiumbe ambacho kipo tumboni, kiukweli naamini hawezi kuwadhuru, lakini mimi anaweza akanifanyia hivyo kweli. Nakubaliana na wewe, na ndio maana nimetoka huko nilipotoka ili uje unisaidie mtaalamu. Nisaidie mtaalamu, nisaidie. Kumbe wewe ni taila wewe. Wewe ni taila. Kile sio kiumbe cha kawaida. Kile kimekuja kwa ajili ya kulipiza kisasi. Kwa hiyo kinataka kuja kuchukua kila kitu ambacho kipo karibu yako, kuanzia mkeo, familia yako yote, na chochote ambacho kipo karibu yako. Mtaalamu. Naam. Sawa sawa mtaalamu, nakubaliana na wewe. Sasa unanisaidiaje? Mimi msaada wangu inatakiwa uende ukakizike. Unanichanganya mtaalamu, unajua unanichanganya sana na nashindwa kukuelewa. Nawezaje kwenda kukizika wakati kipo hai? Anazunguka muda wote nakutana naye. Sasa nawezaje kumchukua nikamzike mimi mtaalamu? Gangande kule we. Haya, mgangande kule, hapa Mwinga ndina litego we. Gangande kule, haya, gangande kule we. Mgangande kule, hapa Mwinga ndina litego. Wakulungwa. Aya. Kamwene Wanyarukolo kamwene. Mgangande kule, hapa Mwinga ndina litego we. Aya, mgangande kule, mgangande kule we. Mgangande kule, hapa Mwinga ndina litego. Mgangande kule we. Gangande kule we, gangande kule we, mgangande kule,
hapa Mwingandi na Litego we mganga Ndekule we, aya mganga Ndekule we, ai mganga Ndekule hapa Mwingandi na Litego we, aya mganga Ndekule we, mganga Ndekule we nenda kafukue kaburi sasa hivi, haraka sana, nenda. Sasa hivi? Kesho. Hivyo una akili vizuri? Nakuuliza una akili? Yaani mimi nakwambia nenda kafukue kaburi, alafu wewe unaniuliza sasa hivi, wakati mimi nimeshakwambia sasa hivi. Naenda, lakini mtaalamu, naomba wewe unanifuatilia karibu, uje karibu hapa. Na ukienda huko, ukishamaliza hiyo shida, kamaliza kila kitu, kachimba ile kaburi, kamaliza, acha wazi. Mganga Ndekule we, mganga Ndekule we, mganga Ndekule hapa Mwingani na Litego we, aya mganga Ndekule, aya mganga Ndekule we, aya mganga Ndekule we hapa Mwingani na Litego we, mganga Ndekule we, mganga Ndekule we, mganga Ndekule hapa Mwingani na Litego we, aya mganga Ndekule, aya mganga Ndekule we, aya mganga Ndekule we hapa Mwingani na Litego we. Unalia nini huko chini? Unalia nini huko chini wewe?
Nyamaza! Nilikuonya wewe kwenda kwa mganga, na nilikwambia siku utakayoenda kwa mganga ndio siku ambayo dada atajua kila kitu. Na sasa dada anaenda kujua ukweli wako wote. Mganga! Mganga! Mbona acha peke yangu sasa kwa mganga? Kwa baby, kuanzia sasa mimi sitaki ukaribu na wewe kabisa. Tena usije ukasukia kwenye kilinge changu pa. Na ukifanya masiara, mimi nitakugeuza panya. Sitaki tena ukaribu na wewe. Sio. Unakeka cha nini tena? Usana mwenyewe. Sasa mwenzake kule. Kiulisha kula kula ukitoa. Mimi sio cha kwangu, kiulisha ukitoa. Mganga! Uko wapi? We mganga, mbona sikuoni? Sikuona hapa. Mganga! Toka zako mchezo wewe. Toka na majini yako. We mganga vipi? We mganga gani rafiki yangu wewe? Kwa muoga rafiki yangu. We mganga gani rafiki yangu? Mimi nimekupa hela, najua unafanya kazi, kumbe huna lolote rafiki yangu wewe. Yaani usumbui kabisa. Sasa ndio umefanya nini? Una uganga gani wewe? Leo nakumaliza.
Wewe. Kulikoni? Wewe Viki. Hivi unajisikiaje unakunywa chai? Shemeji yako ana deki. Namba kaa chini. Namba kaa chini. Sogea kwa shemeji. Sogea kwa shemeji kidogo. Viki sana nakwambia usogee huku, kwa nini usogee huku wewe? Mwache bwana. Unajua mke wangu, usichokijua sisi wanaume muda mwingine ni watu wa kazi. Alafu kingine tumeumbiwa huruma. Kelele wewe. Nataka mniambie kuna nini kinaendelea hapa? Naongea na nyinyi, kuna nini kinaendelea hapa? Viki. Mke wangu, kwani kumsaidia mtu kuna tatizo? Toka lini wewe ukawa msaada humu ndani? Mimi na hali yangu kama hii bado na dakika tangu nimeanza kuwa ndani hata siku moja ukisaidia. Umsaidiaje huyu? Hebu naomba niambie kinachoendelea ni nini hapa kati yenu? Sikuelewi unajua? Wewe nakuuliza hapo. Mke wangu. Kwani tulia. Naomba uniambie kila kitu. Niambie kila kitu kinachoendelea hapa. Kwani hapa kinaendelea kitu gani? Jamani, si nimeamua kumsaidia shemeji yangu. Nimemkuta anafanya kazi, naona zimemuelemea, nikamwambia tulia. Sisi wanaume hatupendi kuona wanawake wanateseka. Au unasemaje shemeji? Tangu lini bwana wewe? Tangu lini? Yaani kwa nini umsaidie huyu na si mimi? Alafu, yeye unajisikiaje unavyonidanganya na hali mimi najua kila kitu? Unajua kama mimi nilikuwa kwenye mlango hapo. Nimesimama muda. Nimeona umemwandalia chai, umemkaribisha, anakuamrisha si puliza, si fanya nini. Nimeona vyote hivyo. Alafu bado unaenda kunidanganya. Wewe unafanya mimi chizi Super! Sasa hapo shemeji mimi nilikwambia lazima lazima tu atajaa. Sasa igizo letu limetiki. Bana, nikwambie mke wangu. Leo tulikaa wenyewe kwa sababu tumeshazoea kuangalia tamthilia haya. Unaona? Maigizo hapa na pale, na mimi nikaandaa kaigizo, nikamwambia shemeji hebu tumwetie mke wangu tuone atareact vipi. Hebu kelele wewe. Usifanye mimi taira, sawa? Yaani najua kila kitu bado naenda kunidanganya. Igizo gani? Igizo gani unaliongelea wewe hapa? Nataka wewe. Hapa ndani unaondoka. Nakwambia mabegi atakufuata Iringa. Sio kunaendesha bwanangu. Yaani unampeleka kama mtoto mdogo. Tu usiniangalie hivyo utakuzaba makofi mimi mjinga wewe. Hebu peleka kwa macho yako mjinga mkubwa. Toka! Hajitete. Chongo, unafanya nini sasa? Wewe kelele huko. Sio kelele, hebu nisikilize basi. Mimi ndo mumeo na mimi nina haki ya kuongea. Unamfokeaje mtu vile? Wewe. Wewe unachonitafuta wewe. Endelea. Tatizo ni mke wangu. Kuna sehemu nataka unipeleke. So bodaboda.
Muba, wewe una shida gani bwana? Maana kia nikikaa, yaani sikuelewi kabisa. Yaani nikisema sikuelewi kweli. Maana hata mkeo kule nyumbani naye anasema hakuelewi vile vile. Sasa hapo unakuwa unanichanganya ndugu yangu. Kwani una shida gani? Afu mimi naongea na mtu namuuliza hapo sawa. Ni nini sasa kinachokifanya? Hapo sawa sasa. Maana hiyo michezo ya kufinyana vipi? Maana wewe uchelewi kubadilika. Hala? Mara kubadilika, tufinyane ndio kama Romeo na Juliet ndio nini sasa? Ndio mambo gani sasa unayoyafanya? Maana wewe uchelewi kubadilika. Mimi tena. Ndio nimefanya hivyo. Yaani wewe uchelewagi. Kidogo tu umechange. Kwa kifupi mimi nimejithibitishia. Si unakumbuka siku ile pale? Yaani wewe uchelewi kabisa yani. Wewe mwezi mchanga Unaonekana mwezi mchanga wewe. Wengine wanasemaga dishi limekaa upande, limeyumba. Ndio wewe sasa. Kivipi sasa? Maana mambo ya kufinyana sijui ni nini. Yaani nakuwa mwenye kama nilivyosema mwanzo nakuwa sikuelewi, ndio sikuelewi. Nazidi kudhibitisha kwamba sikuelewi. Sasa unanibadilikiaga kwani uongo? Nakubadilikia kivipi mzee? Nakubadilikia kivipi? Mbona kwa na mambo yako ya kijinijini? Ndio maana mimi nikakutesti hapa nione ni wewe. Au wewe unaona mimi ninavyopitia hali ile ni sawa? Anyway. Kuna kitu nataka unisaidie. Kitu gani? Naomba unipeleke kwa mganga. Nipeleke kwa mganga, mimi kuna jambo langu nataka nikaliangalie. Wewe bwana, hem kwanza subiri kwanza. Hivi wewe ulisha kuona wapi? Au ulisha kumsikia nani? Au vibango vimebandikwa huko kwamba unasema kwamba Edi kazi yake ni kupeleka watu kwa waganga? Au ndo ni controller mzuri wa kuonesha waganga? Ulisikia wapi kwamba mimi najihusisha na masuala ya kishirikina? Mbona mchawi wewe? Kwa hiyo wewe hapa unafanya nini sasa? Hala. Sasa kufanya nini wakati wewe ndo umeniita hapa? Unafanya nini sasa hapa? Hichi kina matatizo hiki. Yaani kina matatizo kabisa. Yaani unitoe huko uniite hapa, tena unaweza kuja kuniuliza tena nafanya nini tena? Wewe kwani bwana wewe sio mzima wewe. Hiyo unajua ndugu yangu wewe umekuwa mangu sana. Yaani wewe mangu. Ndio. Kwa sababu gani mimi nakwambia jambo kibosi tu yani nipeleke kwa mganga ndugu yangu nisaidie. Au ndio unataka nitangaze na maspika sasa? Yaani umekuwa mangu siku yaani una mara umeingilia huku umetokea huku. Mimi nimekwambia kibosi yani kishikaji nipeleke kwa mganga nisaidie. Au nibwate tena watu wengine wote wasikie huko. Wewe ushakuwa mnafiki sana. Yaani kwa kifupi wewe umekuwa mnafiki. Asante baba. Nakwambia hivi, nisikie. Nakwambia hivi, hii habari nije nisikie kwa mke wangu. Wewe si umezoea kwenda kule? Nije nisikie. Basi umeongea mwenyewe unaingia nyumbani sana. Nisikie. Mimi habari hii najua nimekwambia wewe. Niende nisikie kwa mke wangu. Wewe si unajua kuyapeleka? Peleka na hili. Wewe bwana una matatizo wewe. So bure. Sasa hapo umeniita futi unaniacha hapa ndo nini sasa? Ndio nakwambiaje kaka? Wewe sasa toka hapo fikisha kule. Wewe si ndio umeshazoea mambo hayo. Alafu utakuja kujua. Vipi? Kameenda kweli. Yaani chiki na matatizo hiki. Yaani sasa nikikutana wewe yani sasa mimi nikifika siulize. Nikikukuta tu yani wewe mimi ni kamba ndani. Nikikuta kamba ndani. Mpaka akili yako itakukaa sawa. Yaani ndo dawa hii. Hiyo ni dawa ya kienyeji. Unajifanya ni mbea sana. Ni hodari sana kufuatilia mambo ya watu. Bingwa sana wa kujua habari za watu, yani wewe unajifanya ni mtu ambaye haupitwi na jambo lolote hapa mtaani. Kila kitu unakifahamu wewe. Si ndio maana yake? Sasa ukiendelea na hiyo tabia yako ya umbea ambayo umeianzisha, itakuja kikukute kitu ambacho familia yako nzima itashangaa. Naona unataka umuibue shetani. Binti, kuwa makini sana. Na sijui ni kitu gani kilikufanya wewe ukanyanyua miguu yako, ukampata dada yangu, ukamwambia kwamba mimi uliniona nimepotelea kwenye mti. Unajifanya unanijua sana wewe kuliko mamangu mzazi. Unanijua sana wewe kuliko dada yangu alionileta humu ndani.
Tena ukome. Binti ukome na upunguze kielele. Sijui unaelewa wewe? Sasa jifanye wewe mbea. Endelea kufuatilia mambo ya watu wasiokuhusu. Wewe. Hey. Sasa mdogo wangu, baadaye uje na madaftari yako, mimi nitakufundisha. Yaani usichelewe lakini. Baadaye basi uje usisahau. Baadaye mdogo wangu. Wewe. Unamsikia mtoto wa wapi? Dada mimi sijamfikia. Amekuja hapa ameniomba nimfundishe. Hapa ndo nikaa namuelekeza, kuna vitu vingine kichwa chake ni kigumu kuelewa. Kwa hiyo ndo maana ukaona labda kama anamfokea. Nasikia unamkoromea, alafu unaniambia eti hamna kitu chochote, ulikuwa unamuelekeza masomo gani? Mimi nitaila nishinde kuelewa kwamba ulikuwa unaongea nini? Naongea na wewe hapa, nataka uniambie. Sinaongea na wewe. Dada, hakuna kitu chochote. Kitu kipo. Tena kikubwa, ndo nataka uniambie hapo kuna nini kinaendelea kati ya wewe na huyu binti na pamoja na shemeji yako. Nimeshakwambia dada, hakuna kitu chochote, na mara nyingi sana huwa nakwambia hiyo kauli. Kama kuna kitu chochote ambacho nakijua, basi ongea wewe hicho kitu. Kizungumze wewe hicho kitu. Najua kama unatembea na shemeji yako. Naongea na hapo na nitumbulia macho kitu gani? Nakwambia nataka uniambie nini? Hivi dada. Hivi wewe mwanaume wako ambaye unamwongelea hapa asubuhi, mchana na jioni. Kwanza mimi sijaona mwanaume ambaye wewe unafanya, yani wewe unamwongelea kinakufanya, yani sijui kitu gani kinachokuwasha wewe unamwongelea yule kaka. Unasemaje wewe? Kwa sababu hata hizo hela ambazo tuseme labda basi unamlilia, unamgombania, si unamfanyaje? Hizo pesa pia hana. Hana mbele wala nyuma, hana pesa, hana gari, hana nyumba nzuri. Yaani wewe kazi yako ni kulia usi. Hebu kelele huko. Sasa nyumbani kuna kuhusu. La sivyo watakukuta maiti ndani. Yaani wewe si unagombana huko nje, wewe unakoroma hapa. Wewe. Sasa leo nitakuonyesha. Wewe hata wewe mke wangu, hivi nyumba nyinyi mna nini na mimi? Mnataka kunifanya nini sasa? Ni wewe alafu na wewe umeamua kunifanyia ambacho anachofanyiwa siku zote, si ndio? Kwa nini unanifanyia hivi? Kwa hiyo unataka uniue na wewe, si ndio? Basi kama umeamua kufanya hivyo, fanya hivyo. Fanya unavyotaka. Kama unataka kuniua, it's okay. Fanya unavyotaka wewe.
gani? Mbona ananifuatilia sana? Sasa subiri, leo nitamnyoosha. Wapi huyu? Nampoteza kizembe kabisa yani. Da. Ndio sijampoteza. Yuko pale anachimba dawa. Msubiri nikaangalie kuna nini pale. Karibu. Karibu. Okay. Karibu Shem. Karibu. Asante. Karibu. Asante zako. Salama. Shem. Ndio. Hivi huyu ndugu yangu nimemkuta. Yaani ndugu yako bwana hayupo. Yaani hapa napoongea na siku ya 3. Aliondoka hapa hajarudi tena. Kwa hiyo Shem, ina maana tokea siku ile huyu bwana hajarudi hapa nyumbani. Ile ipi? Yaani namaanisha hivi Shem, ujue mndani Shem na shida kubwa sana. Yaani kisema shida kubwa, mna shida kubwa kweli kweli. Naomba unielewe hicho Shem. Yaani mnaishi na kitu cha ajabu bila nyinyi kujua. Kabisa nakwambia. Yaani mkileta masiala, hiyo mimba yenyewe hiyo, huyo mtoto atamnywa supu, wewe mwenyewe yaani hata huyo nani mumeo sijui nani wote kuna mtu atakuja siku kudondoka. Kimasiala masiala. Kabisa nakwambia Shem. Hebu naombeni hichi kitu mkiangalia kwa upana zaidi. Yaani tutafute kanamna kakujua hili tatizo tunalitatuaje. Maana mwenye yaani nikiangalia mwenyewe yaani inaniuma kama vile mimi ndo mwenye hii nyumba huko ndani. Sijui unanielewa hapo Shem? Hebu naomba
tufanye hiyo namna. Maana kwa sababu kuna siku ndugu yangu alipita. Nasema nilikuwa nimekaa kwenye kijio changu cha draft. Huyo ndugu yangu Muba anapita. Sasa wakati nilipomwona anapita pale, nikakumbuka kuna siku huyu bwana alisha kuniomba ushauri nimpeleke kwa mtaalamu. Sasa na mimi hivyo niomba ushauri nimpeleke kwa mtaalamu. Mimi nikagoma. Sasa kile kitendo cha kukataa na kumuona pale anapita, nikajua kabisa zaidi shairi huyu bwana anaenda kule nilikokataa. Kabisa nianza kumfuatilia nyuma. Huyo bila yeye kujua. Yaani alikuwa ajui kama mimi namfuatilia. Sasa tunamfuatilia. Ukuta kwa sehemu kama ni mto hivi. Kuna mapolepole mengi. Akavuka kwenda kule ng'ambo. Cha ajabu shemeji yangu. Ndio shemeji. Yaani sasa shem, sikia kuna kitu. Ngoja kuna sehemu bwana nataka niende kwanza. Sasa nikishafika kule hiyo sehemu, shem tutawasili. Sasa unaondokaje hujaniambia kwamba alienda wapi? We. Hiyo naijua hiyo shem. Naona mwangaliaje mgeni hivyo? We. Unaenda wapi? Wewe unajifanya una mdomo sana? Hapana. Unajifanya ni mbea? Sasa kama huwezi kufunga mdomo wako, nitakupeleka alipo Muba. Tena? Nisamee Viki. Mimi naomba tu nisamee. Yaani kia Mungu tena mimi sijui chochote, sifanye chochote. Hata kule kwenu tena huwezi kuja kuniona na wewe. Viki, mimi naomba nisamee kwa kweli. Yaani Viki. Sirudi tena. Yaani mimi hata kule kwenu kule siji tena. Yaani siji tena, nisikanyagi tena. Na utani na wewe naacha kabisa yani. Chef. Kulikoni? Mbona piga magoti baba nipesa? Si unajua tuko na Viki hapa taniana kidogo. Viki yuko wapi? Shem. Viki huyu hapa. Mbona Viki? Yuko wapi? Hakuna maji wala kitu chochote ambacho tutapata kutoka kwangu. Shemeji yangu kipenzi, ulikuwa shababi sana, lakini leo kiko wapi? Alafu shemeji, naomba uchague, kaburi lako nilichimbe hapa au hapa? Nianze kufikia miguu
au hiki kichwa chako? Shemeji. Shemeji. Nimekufungulia hizo kamba, haimaanishi kwamba utoke hapa ulipo uende sehemu nyingine yoyote, na hautaweza kwenda popote. Ninachohitaji ni kwamba usali sala zako za mwisho. Kama una toba yoyote ufanye kuanzia sasa. Nitakaporejea naanza na wewe, namalizia na mkeo. Mola. Munga. Munga. Mola. Mungu na nchi. Nikuomba Mungu wangu, ikiwezekana, kama inawezekana, nisaidie niweze kutoka hapa kwa namna yoyote ile. Nipo tayari nirudi kwa mke wangu, nimwambie kila kitu kilichotokea. Nipo tayari kuelezea kila kitu kilichonifanya nimfanyie shemeji yangu vile, lakini sikuendelea kuacha aendelee kutokea. Sipo tayari mke wangu aingie katika hili, mke wangu hakuhusika na chochote katika hili. Mungu wangu, mimi ndo nilihusika. Sitaki kumwingiza yeyote aumie katika makosa ambayo nimeyafanya. Nakuomba Mungu wangu, nakuomba, sitaki kwa sababu ya hao kuangamia.
Dada kula. Kula hata kidogo. Unalia. Yaani dada una chakula. Umekaa hapo na mwaza shemeji ndio unalia kabisa na kutoa machozi. Baadaye ule mtoto wako azaliwa ana nguvu mwenye afya. Unamwaza mtu ambaye hata sijui kama alikuwa anakufikiria. Kula. Yaani wewe Viki una roho mbaya. Yaani shemeji yako amepotea, wewe kipindi umepotea hapa, sikula chakula hadi siku uliyorudi ndio nakula mimi chakula. Shemeji yako kapotea, wewe unataka mimi hapo unaniambia kula, nakulaje mimi shemeji yako sijui yuko wapi. Yule bwana. Wewe utasema mimi nilikuwa na matatizo. Kupotea kule ni matatizo. Haya, wewe shemeji yangu saa ameondoka hapo. Unamwaza si unamfikiria mpaka unalia. Huko alipo kaenda kwa mishangazi. Maana nikisema ameenda kwa watoto 2000 hana hata hela. Shemeji yangu maskini. Na mimi shemeji yangu namjua mzee wa kujamulia mambo. Anapenda sana kujamulia mambo. Sasa unahisi kuna nini hapo? Unaacha ule huyo mtoto wako azaliwe akiwa na afya njema, huwa anaanza kulia hapo. Unamwaza mtu ambaye hatakufikiria. Viki nitakuja nikuzabe makofi wewe. Kula dada kula. Yaani leo ndo naona kabisa roho yako wewe ilivyo. Kweli damu nzito kuliko maji. Yaani naona kabisa shangazi yako mtupu ana. Na kuna kuelekea utakuja kwa mchawi, mimi nakwambia. Tuna roho mbaya kiasi hicho. Shemeji yako kapotea umekazana kula afu moja unakula kabisa. Yaani wewe labda ulie hapo kwa sababu ya shemeji yangu mwingine. Nitakusupport. Ila kama unamlilia huyo shemeji yangu ambaye anaingia huko ndani, anaingia na kutoka, siwezi kusupport hata kidogo. Maana mimi na yeye naona kabisa damu zetu haziendana. Azivagi mimi na wewe shemeji yangu. Si unaelewa? Kwa kama una shemeji mpya umempata, niambie nikusupport. Wewe kufanya hapo kula. Mtoto wako azaliwa anakuwa kwa hiyo tayari mtoto wako azaliwa anakuwa 2 hapa. Kwa hiyo nitafuta mtani hapo. Najua wewe hujui ulitendalo. Siku kuja kujua ukweli, utakuja kunipigia magoti kuniomba msamaha. Ni haki yako. Na wewe kuna siku ukija kujua ukweli, mtoto wako kishazaliwa na kilo 2 ndio utajua kwamba nilikuwa naongea na maanisha au nakutania. Utanishukuru hapo baadaye. Sasa hivi huwezi kunielewa. Dada bwana. Kula. Hauli yako. Shem. Nini? Mzima. Kama unavyoniona. Okay, sawa. Sasa ilikuwaje bwana siku ile nakuta njiani umepiga magoti unaongea peke yako? Tena wewe mwanamke, naomba unisikize kwa makini. Kwanza yasio kuhusu yasikusumbue. Yasio kuhusu yasifanyaje? Yasikusumbue. Sawa? Kaa na 50 zako nikae na 50 zangu mama. Haya basi tuachane. Ugali bado mtamu. Okay, tuachane na hayo. Bwana, sikia shemu. Hivi unaweza kama ndugu yako mpaka leo hajapatikana? Yaani wewe mwanamke siku ya leo. Unakuja kwenye vitu vyangu kabisa, kwenye pointi zangu kabisa. Yaani kama kocha basi kwenye 44231 kapiga mix by Yas. Yaani sasa wewe unachotaka kukifanya wewe kuzidi kuniingiza mimi kwenye matatizo. Alafu na mimi matatizo siyataki. Kuhusu hilo swala sijui la huyo mumeo sijui nani, mimi sitaki kulisikia kabisa. Yaani sitaki kulisikia. Cha msingi mimi nitakachokusaidia tu kitu kidogo tu. Weka vocha ya 500 au ya shilingi 1000. Sawa? Alafu kwenye majina humo ya simu yako humo, pekua jina moja moja. Ongea jina la baba, sijui mama, sijui babu, sijui mjomba, sijui shangazi, babu yake bibi wa zamani, wote hata waliokufa. Pigia simu wote. Ndio waje wakusaidie tatizo. Ila kwa mimi
Wewe fanya hivyo kama nilivyokuambia. Yaani huko tusiingiliane tena huko kwenye haya maswala. Kingine cha msingi na cha muhimu nataka ukishikilie kikae hapa. Sawa? Mbaya wako yuko mule kwenye hekalu lako. Yaani mule ndani mule, namaanisha mule ndani unakoishi wewe. Ndio mbaya wako yuko. Nahisi hapo tumeelewana.